miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani, mambo ya kufunga makamera, sijui kutumia vipuliza nini pombe, vipima pombe, sijui mambo mengi jeshi limejipanga kufanya. Lakini bado mzimu wa ajali umetuandama sana. Kwa mfano, mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa 4 mwaka huu 2025, jumla ya matokeo ni miezi 4, Januari mpaka mwezi wa 4, matokeo 1322 yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275, ongezeko la 9% ukilinganisha na mwaka 2024. Kwa kila tunapochukua hatua ndipo ajali nazo zinaongezeka. Sasa hebu tulitizameni vizuri eneo hili. Kuna nini hasa? Kama ni barabara zetu, kama taifa tufunge mikaja upande mwingine, tutengeneze mabarabara yetu ili ajali zisitokee. Kama ni kufunga vifaa vya usalama barabarani, tufanye hivyo. Kama ni uzembe wa madereva wawekwe, wafundishwe, muweke conditions gumu za kumfanya mtu kuwa dereva. Najua kwa sasa hivi anayefanya ajali ya kwanza, ya pili, ya tatu ni kufutiwa leseni, kupunguziwa points kwenye leseni, lakini kuwe na vikwazo zaidi vya kumfanya mtu awe dereva na dereva makini. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Ni jana tu kule Mbeya watu 28 wamepotea, na nadhani 12 ni majeruhi wale, kama hawajaongezeka waliopotea. 12 majeruhi, 28 wanakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwenye eneo hili niombe sana ndugu zangu wa Jeshi la Polisi, usalama barabarani, twendeni tukaweke usalama mzuri wa barabarani pamoja na hatua tunazochukua, lakini tuje na mikakati mingine mikubwa ya kuzuia ajali za barabarani. Ndugu IGP, ndugu maafisa wakaguzi na askari, serikali inatambua changamoto ambazo maafisa na askari wanakumbana nazo. Na kama ulivyosema vizuri IGP, serikali imeanza kutoa fedha nyingi kushughulikia changamoto zilizopo. Lakini tunajua bado kuna changamoto kubwa ya upungufu wa vitendea kazi, makazi ya askari, majengo ya ofisi, pengine na maslahi pia bado hayajawa ya kutosheleza, na tatizo la miundombinu kwa ujumla. Lakini kama alivyosema, na mimi nataka niongeze sauti niwahakikishie Jeshi la Polisi kwamba tayari tumeanza kuchukua jitihada mbalimbali, na serikali ipo kuimarisha Jeshi la Polisi jinsi bajeti itakavyokuwa inaruhusu. Kadri bajeti itakavyoturuhusu, tutaendelea kuboresha na kuliimarisha Jeshi la Polisi, lakini sio tu wao, na vikosi vingine vya ulinzi na usalama ndani ya nchi, tukijua kwamba amani ndani ya nchi ndiyo maendeleo yetu. Bila ya amani hatuna maendeleo. Kwa hiyo tunatoa fedha yote hii kwa vikosi vya ulinzi na usalama ili kulinda amani yetu, tuweze kufanya maendeleo na kuleta ustawi wa taifa na watu wetu. Kwa hiyo bado tutaendelea kufanya kazi na Jeshi la Polisi, hasa kwenye maeneo ya hayo niliyoyataja, lakini pia ajira, kuongeza ajira kwenye Jeshi la Polisi, vitendea kazi na kutengeneza tu mazingira ya jumla ya utendaji kazi zenu. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba serikali iko nanyi na tunakwenda sambamba katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu.